Niache peke yangu, alafu nimeshinda nikiwa na upweke mkubwa mno, na mtoto pia alikuwa ameshakumisi. Niambie, mbona umekuja kukaa peke yako hapa? Au haujamisi ukaribu wangu? Hivi unajua baby, napenda mdoto na furaha. Sipendi nikuone ukiwa umekaa tu hivi peke yako, huongei, upo kimya. Sema mimi nataka mdoto nicheze na wewe, na mtoto anataka kusikia sauti ya baba yake. Mbona upo kimya baby? Mona, usijitoe fahamu. Naomba uniambie kila kitu, ukweli wote ambao unaujua kuhusu maisha yangu. Naomba uniambie kila kitu. Mona, nahitaji uniambie kila kitu, ukweli wote kuhusu maisha yangu mimi. Yaani kila kitu ambacho nakijua leo nataka uniweke wazi. Sitaki ufiche huku wala utokee huku wala utokee huku. Naomba uniweke kila kitu wazi. Nahitaji kujua kila kitu. Siwezi kuruka. Moyo wa mtu ni siri, nilichowaza mimi tofauti na wewe. Sikujua kama masikini mimi, kwamba ninapanda wajivu na wengine. Walisema wakale, ikisafunda halinaga upani. Moyo mishalemo mifaya isi. Naomba mpe salamu moyo mwenzangu alouteka moyo wako. Mwambie kutesa kwa zamu na hii dunia, leo kwangu kesho kwako. Japo inauma sana moyo. Alaje na mazungumzo na wewe. Najua hujui kitu chochote kuhusu maisha yangu. Hujui wakati mgumu na mateso niliyopitia kwenye maisha yangu. Alaje, ninajua una kila sababu ya kutaka kujua ukweli wowote unaokuhusu wewe pamoja na familia yako. Lakini ningeomba tu kukuomba kitu kimoja. Usifanye haraka. Kama endapo utaanza kutaka kugundua ukweli sasa hivi, utaharibu kila kitu. Unadhani ni nani ambaye atatoka huko alikotoka aje kusema mabaya yake? Yaani mtu kafanya mabaya, halafu aje kuniambia kwamba mimi nilifanya kibaya hiki na hiki na hiki na hiki. Nani huyo dada? Unajua hata ukimuuliza kwa wakati huu, unaweza kumchanganya sana. Yamkini akawa hakumbuki kutokana na story ilivyotokea na matukio, kuzingatia na umri wake. Ndio maana nikakuomba, wewe ni mtoto wa kiume, tumia hekima na busara na akili tu. Vipi boss? Ile kazi tayari nishaanza kuifanya, na hivi karibuni nakaribia kuimaliza. Boni, ni muda sasa unazidi kwenda. Toka nimekupa kazi, siku zinazidi kukimbia. Hivi ni lini tuweza kukamilisha hii kazi? Kwa sababu hakuna mtu mwingine ambaye namuamini kama wewe. Na sio kazi ya kwanza kufanya na wewe. Jaribu basi kuifanya kazi yangu kwa wakati. Ndiyo bosi. Ondoa hofu, pia ondoa na mashaka juu yangu. Kila kitu nakiweka sawa. Na hata shengia katika mtego wangu. Jambo la kumaliza tu sasa hivi. Nakukubali sana mwamba. Kama kwa muda huu kashaingia kwenye target yako na unasubiria tu kumlarua, naomba usinikwamishe kwa sababu sihitaji kufeli. Na ndio maana nakuamini sana wewe, nimeweza kukupa kazi. Tafadhali kwa hilo. Haina shida hilo. Uwe na siku njema siku leo. Okay, sawa. Tutazidi kuwasiliana. Sawa kaka. Kama miaka yako yote umeishi ukiwa gizani bila kujua ukweli kuhusiana na wazazi wako, lakini leo kwa machache umeweza kuyafahamu, naamini kwa kila hatua moja baada nyingine ukweli wote utaujua. Alafu na kingine, mwenye huruma yule mdada wa watu palipo ni mjamzito, hataki kukaa na mawazo yule. Sasa wewe ukiendelea kuonekana kuwa mnyonge na yeye tena ukimzidishia mawazo na huo ukweli unataka kugundua, utaanza kumchanganya. Mwisho wa siku utavuna nini kwenye ujauzito?
Hebu usimfanye Mungu akafanya maamuzi yake. Sawa dada, mimi nimekuelewa. Nitahakikisha nafuatilia hatua kwa hatua mpaka ukweli wote ni ujue. Ndio. Unataka kuniua kisa mwanangu? Mtamia. Ita maana unataka kunitoa uhai wangu kwa ajili ya ndugu yangu? Ndio utaki kufanya hivyo. Boni, imekuwa mara kwa mara nakuja hapa kwako sikukuti, na kupigia simu zangu hushiki, na kutumia SMS haunijibu. Yaani tangu nipe ujauzito umekuwa ni mtu wa kunikwepa. Kwa nini lakini Boni? Hivyo unajitambua kweli? Ni mara ngapi nimekwambia usifike hapa kwangu? Hivi ni kiziwi au mtu ambaye usijielewa au hauna akili timamu? Nisikilize binti. Tena mwanisikize kwa makini sana. Sikuhitaji, sikutaki, na hiyo mimi pia nenda katoe. Ndio katoe, sina mpango nao kabisa. Na mimi pia usihusiki. Na kama unataka kuendelea kuiolelea hiyo mimba, kamtafute mwanaume ambaye anaweza kulea hiyo mimba. Sio mimi tena. Hizi mnifahamu vizuri. Boni, yaani nikatoe mimi ujauzito? Siwezi nikariski maisha yangu kwa sababu hiyo. Yaani siwezi. Hii mimba siitoe na utailea Boni, utailea. Siwezi nikatoa mimba. Siwezi. Sasa kama uwezi kutoa mimba, kamtafute baba mzazi ambaye atailea hiyo mimba. Na wala sio mimi, na ukome hiyo mwanzo wa mwisho kuja hapa kwangu mimi. Ukome. Tena ukome ukomae, mpumbavu mkubwa wewe. Utafuta baba mzazi kuilea hiyo mimba kwa taifa lako. Wewe nilikuwa katika mapenzi kama bahati mbaya. Ulikuwa huna hazi ya wewe kuona mimi. Niko nakusaidia uone pia upate mwanaume kama mimi. Sawa? Sasa kama niko nakusaidia basi katafute mbaya saizi yako wewe. Wala sio mimi tena. Boni. Jamani Boni, kwa nini kabadilika kawa hivi? Habari sasa hizi? Salama tu bwana, asifiwe. Amina. Amina. Samani. Ndiyo. Wakati unapita hapa uliweza kudondosha wallet yako. Hii hapa. Hii hapa. Nashukuru sana, ubarikiwe sana. Asante. Ubarikiwe sana kijana. Asante, lakini samani. Unajua kuna wakati mwingine unavyopita hapa, jaribu kuwa makini. Kwa sababu nisingekuwa mimi, ingekuwa mtu mwingine mwenye tamaa. Sidhani kama angekuta hiyo wallet na angeweza kukurudishia. Muda mwingine kuwa makini na vitu vyako unavyoviweka, na mwingine atakuwa sawa. Ni kweli, na ubarikiwe sana. Kwa sababu ni binadamu wachache sana wenye moyo kama wako. Amina. Kwa hiyo Mungu akuongoze, akutangulie, akulinde kwa kila hali. Asante sana. Sasa nilikuwa napita mara moja, lakini
nahisi Mungu ametukutanisha kupitia hii wallet kudondoka. Kwa hiyo nilikuwa nakuomba tufanye maombi kidogo. Wafanya tu maombi. Upo. Basi naomba ufumbe macho. Baba, ninakushukuru kwa kunipa kibali tena siku ya leo, umenijalia afya njema. Baba, nakushukuru sana kwa kunikutanisha na huyu kijana ambaye imekuwa kama bahati, na najua hili ni kusudi lako, wala sio kwa akili zangu wala kwa akili zake yeye, bali ni wewe umependa leo mimi nikutane naye. Baba, ninakushukuru, jina lako lihimidiwe, utukufu wote ni wako, Mungu aliye juu, Mungu aliye hai. Ninalitukuza na kuliinua jina lako siku zote. Ninaomba huyu kijana ukambariki kwenye mambo yake, ukambariki kwenye biashara yake, ukambariki kwenye kila hitaji analolihitaji kwenye maisha yake. Baba, kama ana shida ya mtoto, ninaomba ukambariki akapate watoto wema tena wenye hekima. Baba, ninaarika utukufu na uweza na nguvu na mamlaka. Baba, kama ana shida ya kupata mtoto, ana shida ya kupata mke, Baba, kila hitaji anallohitaji kwenye maisha yake, Baba, naomba ukambariki, ukamlinde. Ni katika jina la Yesu ninaomba, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Ubarikiwe sana. Asante sana mchungaji. Asante, na natumaini Mungu amesikia maombi yetu. Na imani Mungu atakulinda na atakutangulia kwa kila kitu unachokifanya. Hakikisha unapokuwa unafanya shughuli zako za kila siku, hakikisha unamweka Mungu mbele. Amen. Amen. Okay, ubarikiwe sana. Asante. Amen. Ana, shida nini? Mbona umekaa hapa unalia uko mwenyewe? Boni yuko wapi? Boni ametoka hapa. Yaani Shemu, nafikia kwa amebadilika sana. Yaani amebadilika kiasi kwamba inaniumiza sana. Sinajua mimi na ujauzito wake. Tangu nipata ujauzito wake, amekosa mtu kushika simu zangu. Nikimtumia message zangu hajibu. Nimetoka kumwambia hapa, amenikataza hata kukanyaga hapo kwenu tena. Yaani amebadilika kiukweli. Ananiambia mpaka nitoe mimba. Sijui maisha yangu atakuwaje. Anihurumii. Hajui madhara ya kutoa mimba. Hajui. Shemu, naomba ongea na ndugu yako. Naomba unisikilize. Unajua sisi wanaume tunakuwa tunapitia wakati mgumu sana. Tunapitia nyakati nyingine tofauti, yaani tunapitia nyakati nyingi tofauti. Sawa? Kwa hiyo unaweza kukuta yeye amevyokujibu hivi. Unaweza kukuta labda leo ana stress au siku yake leo ni mbaya, ameamka na mood mbaya kutokana na utafutaji na jinsi ambavyo tunakuwa tunahasa. Unaelewa? Kwa hiyo sidhani kama kuna haja ya kuendelea kukaa hapa na kuendelea kulia kwa sababu haitoleta maana yoyote. Mimi akija nitaongea naye kwa kina sana na hata nielewa. Kwa sababu mimi ninavyomjua ndugu yangu hayupo hivyo kabisa. Wala ndugu yangu sio kufanya hicho kitendo ambacho amekifanya. Sawa? Sidhani kama kuna haja ya kuendelea kukaa hapa. Sawa? Kila kitu kitakuwa sawa, mimi nitaongea naye na itakuwa sawa kabisa kwa watu wasijali. Sio mara moja, sio mara mbili. Sasa hivi imekuwa ndo kama maisha yake. Ila na mimi ukiongea naye labda atakuelewa. Naomba uongee naye sana. Nakuomba. Sawa. Mimi nitaongea naye na nakupa 100% kabisa. Nitaongea naye na atanielewa na nitahakikisha mpaka anakupigia simu na mtakutana na mtaweza kuongea tena kwa mara nyingine. Kuhusu hilo ondoa shaka. Maana ukisema uendelee kukaa hapa ni sisi nyumbani. Kama hivi mama mwenye nyumba anaweza kukuona hapa, majirani wanaweza kuwa kutazama hapa. Kwa hiyo uko unatuletea picha mbaya sisi ambao tunakaa hapa. Unaelewa? Kwa kitu kizuri. Kwa hiyo sasa hivi nenda kupumzika tu nyumbani. Kakae katulie kabisa na ondoa mawazo. Ondoa kuhusu hicho ambacho kimetokea hapa. Kuwa free kabisa. Mimi nitahakikisha naongea naye na kila kitu kitakuwa sawa. Kwa hiyo kwa sasa wewe nenda tu nyumbani kupumzika. Haina shida. Sawa. Basi sawa.
Rich. Sorry. Ngoja nisikize kwanza. Okay, sawa. Nakusikiliza. Hivyo msichana, una akili timamu kweli? Kwenye kichwa chako ziko sawa sawa? Niambie. Ni lini umeanza kuingiza wanaume humu? Unajisahau kwamba hapa tuko kazini? Wewe kama nani unanijibu maswali? Au muda ndio shapangiana namna kuishi? Sana, niko very serious. Kile ulichokifanya pale, nisingetumia ungwana wangu na ubinadamu. Nikarekodi nikakutumia bosi. Ungekuwa wapi sasa hivi? Si ungekuwa umeshika mshambazi wako kadi ungeondoka. Wewe, tumia akili zako vizuri. Naomba mtoe yule panya wako nje. Hilo swala anatakiwa kunikataza bosi peke yake. Na sio wewe kama mwenzangu. Umenielewa? Naomba usinifuatilie maisha yangu. Hivyo unajua hii kazi ndio kufanya unakula na familia yako pia. Unataka sasa upoteze kazi na makazi, si ndio? Utaanza wewe. Msichana anajikuta nani huyu? Vipi? Kuna shida? Tulikuwa tunazungumza tu masuala hapa nyumbani. Mbona kama unataka kuondoka? Hapana. Basi mzetu. Okay, sorry. Nivunja mbawa siwezi kuruka. Huruma. Moyo wa mtu ni siri, nilichowaza mimi tofauti na wewe. Sikujua kama sikini mimi kwamba ninapanda wajivu na wengine. Walisema wakale ikisafunda halinaga upani. Moyo mishalemo mivaya isi. Naomba mpe salamu huyo mwenzangu alouteka moyo wako. Mwambie kutesa kwa zamu na hii dunia, leo kwangu kesho kwako. Japo inauma sana, moyo unavuja damu, usahau siwezi. Moyo unauma sana, nitapona, naamini nitapona.